Pole sana. Najua inauma. Ulitamani baba yako akwambie vingi sana. Ni muda mchache tangu mmefahamiana na amepooza. Na hicho ndo kinachoniumiza kichwa. Nilitamani nijue vingi sana kuhusu mimi. Nalijua hilo. Lakini kwa sasa wewe ndo chifu wa hii himaya. Hivyo basi ya kupaswa kutekeleza majukumu yote ya babako. Kuna wasaliti katika himaya hii. Inatakiwa utoe amri. Mpaka kesho asubuhi wao wamekusha nyongwa. Sawa. Lakini nahitaji kuwaona kwanza. Walikuwa wamefungwa sero, ila nikamuru walete huko porini, ili jua liwe lao na mvua iwe yao, kutokana na makosa waliokuwa nayo. Kwa nini uamrishe wewe na sio chifu? Mimi na chifu ni mwili mmoja. Nikiamrisha mimi ni kama ameamrisha chifu. Mwachie huru huyu. Nenda nyumbani. Wengine kesho asubuhi nafsi zao zitaonja mauti. Kama ulimwagia vinasaba na akabadilika kuwa kwenye umbile lake la nyoka, basi zoezi letu linakwenda kufanikiwa. Baada ya siku 14 tunaenda kukamilisha zoezi letu. Wakati unasema siku 14, shahidi, kumbuka ndani ya hizo siku 14 atakuwa amekwisha kabidhiwa uchifu. Hivyo basi atakuwa amekwisha tutawala. Najua. Na kama utalazimisha kumuua kwa sasa, atakuzidi nguvu. Na matokeo yake unayajua. Yeye ndiyo atakuua wewe. Tuna taarifa za kusikitisha kidogo. Chifu anaumwa sana, na kutokana na hali yake ya kutokuwa sawa kwa sasa, ameshindwa kufika katika utekelezaji wa hukumu ya wasaliti. Nadhani tunakumbuka kuwa
tuligairisha zoezi la unyongwaji wa wasaliti. Na kwa kuwa mtu aliyosababisha kugairishwa kwa unyongaji ni mtoto wa chifu, na tupo naye hapa na ndio atakayeshika nafasi ya chifu kuanzia sasa. Hivyo basi, leo wasaliti wa himaya hii watanyongwa mpaka kufa. Na hii itakuwa onyo kwa mwanahimaya yoyote. Si ndio chifu? Samahani Malkia. Watumia umetoroka. Nini? Kigeza, wametorokaje? Mtukufu Malkia, tumeamka asubuhi, hawapo. Mmeamka? Ina maana mlilala sio? Mnapewa jukumu la ulinzi, nyie mnalala. Kwa kuwa mmefanya makosa kizembe kwa kuwaruhusu wasaliti watoroke, na nyie ni wasaliti. Hivyo basi, mnapaswa kunyongwa. Askari, kamata hao na wapeleke sehemu ya hukumu. Waache. Kwa nini chifu? Hatuwezi teketeza nafsi za askari wetu kwa makosa madogo madogo kama hayo. Hao waliotoroka watafutwe na sio kunyonga watu. Nitazunguka katika nyumba zao kuwatafuta wakina Kakoso. Na kama nikiwakosa, nitawakamata hao askari waliosema wametoroka. Maana naamini wao wanajua ni vipi wametoroka. Kisha nitawanyonga hadharani. Au nakosea shahidi? Wala ukosei Ntiba. Na huyo mtoto wa chifu amepata wapi nguvu ya kuamuru askari wasaliti wasinyongwe? Ina maana anataka kutupangia hukumu ya himaya hii? Anajiona ni mwenye kauli kupita mtu yeyote katika hii himaya. Inapaswa tumuoneshe kuwa kuna watu tupo juu ya madaraka yake. Kwani kuna nini kimetokea leo mpaka wanangonya wanafanya msako? Kwani una taarifa kama wakina Kakoso wametoroka? Atakuwa anawatafuta. Chifu anauma. Ina maana mwanae chifu ndio atakayeshika hayo mamlaka. Sasa huyu Mtiba kinachomsumbua ni nini? Aliyakuwa yeye sio chifu. Taarifa. Hakuna chochote nilichokiona na nimezunguka himaya yote. Ina maana watakuwa wametoka nje ya himaya hii? Itakuwa hivyo, maana wangekuwepo ningejua. Hawa watu hawapo, wamekwisha toka nje ya himaya hii. Sasa basi, na kwenda kufanya zoezi langu la unyongaji kwa kila askari aliohusika kuwatorosha kina Kakoso. Unaweza kuja kushuhudia vifo vyao. Nya zitawatoka pwa pwa pwa. Nimekuona jana bwana Mapita na mchumba. Amna bwana, wewe unajifanya upendi. Sio sipendi, ila nafikiri kwa sababu nabweka kama mbuzi mwenyewe. Mnahitajika katika uwanja wa makutano. Kuna jambo linaenda kufanyika. Haraka! Haraka sana mfike katika uwanja wa makutano. Sasa hivi.
Nahitaji kuonana na chifu, ni muhimu sana. Chifu anaumwa, kwani wewe hujui hilo? Najua. Nahitaji kuonana na chifu mpya, namaanisha mwanae. Unaweza kuniambia hata mimi, haina shaka. Mtiba amekamata baadhi ya maaskari, anapeleka katika uwanja wa hukumu, anataka kuwanyonga. Wanawezaje kamata askari na ukiwa kama askari mkuu unashuhudia? Mtiba ni mchawi na ana nguvu sana, hivyo basi atakuwa amewachukua katika njia isiyo kawaida. Nimekuwa nikiwaua kishirikina, nyie mnachukulia kawaida. Sasa basi nitakuwa ninawanyonga hadharani. Kwa yoyote atakayeleta usaliti nitamnyonga hadharani. Kojo debe Nyajaba pwapwapwa. Hawa mnawaona mbele yenu ni wasaliti, na adhabu yao ni kunyongwa. Wewe pata jukumu. Nani aliyekupa amri ya kunyonga? Himaya ina sheria na taratibu zake. Hawa unaowaona hapa ni wasaliti, na adhabu ya msaliti ni kunyongwa. Hawa ni wasaliti? Hapana, hawa wamehusika kuwatorosha wasaliti. Hivyo basi na wao ni wasaliti, na adhabu yao ni kunyongwa, huku nya zikiwatoka pwa. Wewe ni nani mpaka utoe amri ya hawa kunyongwa? Subiri babako apone, atakueleza mimi ni nani. Ili ni kosa lako la kwanza kwangu, nitakuacha. Ila pindi utakaporudia tena, hichi kitanzi ulichotumia kutaka kuwanyonga askari ndicho kitanzi kitakachoondoa uhai wako. Toka hapo.